Mke wangu. Emlete vikalio bwana, nimepata mgeni huku. Mimi mtu wa watu mama, unanijua hapa kijijini. Nimepata mgeni bwana. Bwana, karibu. Kaa kwenye stuli. Bwana kalia kigoda. Nakaa kwenye kigoda. Wewe utakaa wapi naye? Nakaa hapo chini. Basi kaa. Bwana mgeni karibu. Hapa ndo nyumbani, karibu. Hapa mbali, sio karibu. Hapa. Hapa mbali wewe. Kule tulipotoka hadi hapa? Mbali baba. Basi mbali nyumbani mgeni. Mke wangu huyu mgeni nimemtoa huko, huyu katokea mjini kwenye kiwanda cha Balesa, Azam. Balesa kama nimewahi msikia mama. Ndio huyu bwana. Huyu bwana yeye ni advocate manager, general manager GM. Huyu anashughulika na masoko, kaja huku kutafuta mashamba kwa ajili ya kuwekeza ukwaju. Labda nisiongee sana, ajitambulishe mwenyewe maana naweza kaongea kumbe hebu mwambie wife. Nilikuwa nakuangalia tu jinsi unavyopata shida katika kukamilisha jambo. Ndio. Ilikuwa ni unipe pasi tu mapema mimi mwenyewe nifunge. Nikikupa pasi huko, unaonaje nikupe na feni? Kwa macho. Labda nianze na jina ili naye anijue. Mimi naitwa Mtiki wa Boni. Mtiki wa Boni. Ni managing director, ni entrepreneur, membership, communication limited city center na advisor. Hapo baba kwenye Kiingereza, Kiswahili baba. Hivyo ni vyeo ambavyo vizungumziki kwa Kiswahili. Ni vyeo ambavyo ili vinoge lazima uvitaje kwa Kiingereza. Najua kuna maneno mengine hayajapataga tafsiri. Usijali, taratibu kwa kuwa mpo na mimi. Ndio. Utaelewa, unajua ukikaa karibu na Walidi na unanukia. Kwa hivyo sijali, ni vitu vidogo. Kwa hiyo katika ile high table, katika meeting conference, tunapokuwa katika conference yetu sisi na mabosi wenzangu, hapa nakuwepo mimi, hapa anakuwa Said Salim mwenyewe as the CEO executive, alafu anafuata Yusuf mwanae. Alafu hapa anakuja bwana Tido. Huko nyuma wanakuja watu wengine ambao ni maamuma. Sisi ambao tunakuwa front line ni maimamu. Kwa tunakuwa tunajadili vitu vya kimaendeleo, plan international. Tunakuwa tunaweka mikakati mbalimbali, strategic kwa ajili ya kuangalia kampuni yetu inakuwa vipi na kusaidia vipi watu. Sijui mnanielewa vizuri? Sisi tunakuelewa. Ampo na mtu wa kawaida. Sikia kwa mke wangu. Mpo na mtu mzito kuliko kabwe. Kwa hiyo mimi ni communication limited vile vile. Bwana zamani ndio. Mke wa mchambaji. Labda nimuulize. Hivi mke wangu ukiendaga msalani unaendaga na maji kweli? Sio uchambaji huo. Yaani mchambaji wale wa vidole juu wa kushushua wenzao wa kukodiwa. Kwa nini umesema hivyo? Nguo. Hii aliovaa. Kwa nini mjini wanatumia kwa ajili ya kuchambia huko? Ndio sare zao hizo. Hatari. Wanaita vijola. Vijola. Basi kaletewa ina ndugu yake. Wewe ndugu yake atakuwa mchambaji mmoja ni vizuri. Itakuwa. Kwa hiyo mimi ni advisor. Ni advisor katika kampuni ya Azam. Sasa tunataka kufanya uwekezaji mkubwa katika ile eneo la huku kwenu. Ndio maana mimi nimetumwa nije huku kwa ajili ya kufanya investigation, yani uchunguzi. Ni investigate kwa ajili ya kufanya environment of investment. Kwa maana kwamba tunaweza tukachukua mkataba wa kuchukua mashamba ya watu kwa kodi kwa kipindi labda cha miaka 10 tukiwa tunasindika vitu mbalimbali. Lakini lengo kubwa ni kufanya product yetu inayoitwa ukwaju. Tunataka kutengeneza juisi za ukwaju kwa wingi. Kwa hiyo tunataka kuingia mizabuni. Unajua wadhabu. Kwenye ukwaju hapo nimekuelewa. Kwa hiyo ndio tunataka tufanye kilimo cha ukwaju kwa ajili ya kuwa tuna product zetu sisi wenyewe kuliko kununua ukwaju. Kwa sababu zamani tulikuwa kabla ya kupata hili wazo tulikuwa tunanunua ukwaju Marekani. Marekani wanalima ukwaju kule. Baada ya kupata wazo. Kwa kumbe mlianza na Tegeta kabla ya wazo. Tumeanza Tegeta pale. Tulivyoenda Tegeta tukalipata hilo wazo, ndo tukaona tuje huku kwa ajili ya
lima ukwaju sisi wenyewe kuliko kuagiza kutoka Marekani. Bwana mmefanya kitu cha maana. Huku mmepata. Mke wangu bwana nikwambie, huyu bwana hapa tutakuwa naye kwa ajili ya kufuatilia mambo yake hapa. Na kubwa zaidi kasema kwamba anaporudi mjini sisi tutapewa nyumba na gari. Sasa hii inanukia. Ndio alivyoniambia huyu bwana. Mimi. Wewe? Mimi. Unatupa nyumba na gari? Nyumba na gari mama. Anatupa. Wangu maskini basi. Taratibu majirani ya kutusikia tutarogwa sisi. Hapana. Taratibu. Yaani nyinyi jihesabieni tayari mmelibutua Kombolela. Mshalibutua Kombolela, yani kama nyota ya Jannatu Firdaus. Imodondokea. Neema fil Maula wa neema fil Mathwira. Naam. Mama shikamoo. Marahaba mwanangu, jambo? Sijambo za hapa nyumbani. Hapa salama, tusijui za huko. Sisi tunamshukuru Mungu, sijui nyewe mnaendeleaje? Sisi hatujambo. Ndio. Jumbe unayemuona huyu ndugu yangu anaitwa Mtiki wa Boni. Mtiki wa Boni. Mtiki wa Boni. Huyu bwana ni meneja wa Azam. Katokea hapo. Masuala ya kujitambulisha atajitambulisha mwenyewe. Mazalo umeshamleta kwangu kumtambulisha, mimi nitamhoji, yeye atajitambulisha. Hivyo kijana nataka nikuulize. Umetokea sehemu gani, umefikaje hapa au umepajuaje huko? Shikamoo. Marahaba. Ulisahau? Sasa mimi labda nianze hapo kwenye jina langu. Naona kama umekuwa na mashaka nalo. Ndio. Ndio nianze kukuelezea. Mimi jina langu kabisa naitwa Boni. Sasa enzi nasoma shule nilikuwa mtoto smart kichwani, yani nina akili nyingi sana. Kila somo nilikuwa napata vyema, excellent good mimi. Sasa ikafikia hatua mpaka walimu wakawa wanaona uvivu kuweka zile pata nyingi. Wakawa wanaona huyu Boni bwana huyu akosagi, wanaweka pata moja kuanzia chini kule ya daftari mpaka juu. Sasa nikiwaonyesha wanafunzi wenzangu wanasema, Boni, hiyo sio tiki, huo mtiki. Umeona, kwa sababu ni mkubwa kuanzia mwanzo wa daftari mpaka mwisho. Kwa hiyo sasa kwa kuwa mwenye daftari ni mimi Boni, wakawa wanasema hilo daftari lina mtiki wa Boni. Ndio mpaka leo naitwa hivyo, Mtiki wa Boni. Wewe mbona macho yako majanja sana wewe? Ukuelewi? Mimi mjanja kweli na nina akili vile. Alafu sasa kwa sababu kuaminiwa katika kampuni kubwa, ukapewa managing director, ukapewa UMD, ukapewa director, ukapewa wewe kama communication limited, ukapewa wewe kama production manager na vitu vyote hivyo, maana yake kampuni imekuamini. Mimi ni manager masoko kwa kampuni kubwa sana. Na huku nimekuja kwa mambo makuu mawili kama sio matatu. Lengo la kwanza kabisa ambalo limenileta huku, kampuni imenituma kwa sababu tunataka tufanye uwekezaji tunataka kuufanya huku ni long term plan, yani plani ndefu ya muda mrefu ambayo itachukua miaka kadhaa. Plani hiyo itawasaidia wanakijiji wa kijiji hiki. Sijui unanielewa vizuri. Plani ni kwamba tunataka kutengeneza juisi za ukwaju. Tunatengenezaje? Tunautoa wapi ukwaju? Lazima tumiliki mashamba. Katika kumiliki mashamba ndipo mimi nimetumwa kwa ajili ya kufanya survey. Umenielewa? Katika kufanya hizo survey za kuangalia mashamba ndo bwana nikakutana naye, nikamuelezea malengo ya kampuni, mimi nikiwa kama mwakilishi wa kampuni. Sijui unanielewa vizuri mjumbe wangu? Nakuelewa sana. Kwa hivyo basi tukishapata mashamba manake tutafanya kilimo cha ukwaju. Ukwaju unachukuliwa, unanunuliwa sana kiasi kwa mpaka mahitaji ya watu yamekuwa mengi kuliko vile tunavyouzalisha. Kwa hiyo ndio maana mimi nimetumwa kwa ajili ya kuja kusimamia hayo masuala. Vile tukichukua hayo mashamba manake ni moja kwa moja watakaopata ajira ya kulima hayo mashamba watakuwa ni wanakijiji wa hiki kijiji. Haitopendeza eti tunachukua mashamba alafu tuchukue watu wa kulima kutoka sehemu nyingine. Vijana hapa atakuwa wanafanya nini? Maana yake tutakuwa tumeleta fursa ya nini? Fursa ya kazi kwa vijana, fursa ya kilimo. Hakuna kijana ambaye atakaba, hakuna kijana ambaye atakuwa na tamaa ya kuiba kitu kwa ajili ya kujinufaisha yeye. Maana kazi zitakuwa nyingi na za kumwaga. Hayo ndio malengo ambayo mimi amenileta. Nimeleta fursa katika hiki kijiji. Sawa, mwanangu, umetuletea mambo mazuri sana.
Wewe acha tu. Mtafurahi nyinyi. Mtafurahi zaidi ya sana. Kwanza nataka hiki kijiji kiwe kivutio. Hiki kijiji kionekane kama zinazoonekana nchi zilizoendelea. Nataka hiki kijiji kionekane kama Joburg. Nataka kijiji kionekane kama Nevada, Florida, New York. Sijui unanielewa vizuri? Nataka kijiji kionekane kama London. Nataka kijiji kionekane kama Cairo. Nataka kijiji kionekane kama Paris. Hiki kijiji nataka kiwe kivutio kwa watu tofauti tofauti. Yaani hiki kijiji kiwe kina sifa kumshinda hata nguru au papa. Hiki kijiji. Ndio maana niko hapa. Nevada ndo wapi? Nevada? Kumbe upajui. Nevada kwanza unashukia Shekilango. Shekilango unafanya mwendo hivi mbele kidogo kama unataka kufika Senza makaburini lakini ufiki. Kama unataka kufika kwa Lemi ufiki. Unaiona hapa Senza kumekucha hapa Jolly Club pale, unarudi nyuma kidogo mkabala na Vunja Bei. Sijui umenielewa vizuri? Nimekuelewa. Ufiki kumekucha, utapotea kumekucha huko moli unapotea. Nevada inakaribiana na huko maeneo ya Vunja Bei. Umetuletea mambo mazuri sana. Kwa hiyo inabidi wewe hapa sasa hivi nikuchukue nikupeleke kwa mwenyekiti. Kwa mwenyekiti Yaani kwa mwenyekiti wa kitongoji. Mimi si mjumbe, yule mwenyekiti. Sawa. Tena nafikiri ukinipeleka kwa mwenyekiti nitafanya mikakati mingine mizuri na mikubwa zaidi kulingana na mapokezi yake atakayonipokea mimi. Kwa sababu hiki kijiji mimi nakiona mbali. Hiki kijiji nitakiletea mabalozi wa kukitangaza kijulikane kama zinavyojulikana hizo sehemu nilizokutajia hapo awali. Kijiji nitakiletea mabalozi. Kwanza picha linaanza kabisa hapa, nitamleta Nabii Tito. Nabii Tito nikimleta hapa tunamtengenezea na kanisa ili watu wamjue Mungu, wawe na hofu ya Mungu. Namshusha hapa Nabii Tito. Kana kwamba itoshe nitaleta watu wa burudani wa kutangaza burudani. Namleta Mbalulu, namleta Mbaruti. Umenielewa vizuri? Kana kwamba itoshe namtia Gigi hapa. Sijui unanielewa? Namleta yule mzee Liquid. Anatua hapa. Tena yule ana hata gharama. Ana gharama kubwa yule. Yule unaweza ukamlaza kwenye kibanda kadogo tu. Mwenyewe kama Piliton. Ana tabu. Sina maana hata kidogo. Nitamleta mtu mmoja anaitwa Morapa hapa. Kijiji mbona kitatangazika hiki? Nakwambia mwanangu, yani hapa tutakuwa tuko juu kama dege la nani lile. Nitamleta na huyo juu nitamleta huyo. Utamleta? Nitamleta. Nani anaitwa yule? Jina limenitoka kidogo. Jux nani? Sio Jux kwa sababu umesikia juu ndo unamalizia Jux. Mimi na mitandao. Nitamleta. Yaani mwanangu tutafanya yaani wote hawa wanakuja kuwakilisha masuala hayo. Wote watakuwa mabalozi wa hiki kijiji katika sehemu zingine. Basi kijiji chetu kitakuwa kinawaka moto. Mbona watu watakuja wengi tu wakiona namna hiyo? Wewe mjumbe wa nyumba 10? Mimi mjumbe wa nyumba 10 ndiyo. Wakikupa 20 wanakuua. Mimi? Nani asionijua kama mimi ndio Bimeja? Hawawezi kuniua. Mimi watu wananitambua hapa kijijini. Unacheza na mimi? Wewe ndio Bimeja? Ndiyo. Meja. Basi tuishie hapo. Tumependezwa na hii project yako ya kusindika ukwaju. Uongo katibu. Unajua tulikuwa tuna changamoto kidogo hapa kijijini kwetu. Bwana Mtiki wa Boni, samahani kidogo, si ungekaa vizuri, naona kama ulivorara kidogo huenda tuelewane Nikae. Uchovu tena. Mambo ya uchovu. Yani miguu ungeshusha chini. Kwa sababu hii mara nyingi tunatumiaga hata kwenye kula na kuweka vitu vingine hapa kidogo. Kwa kweli project yako ni nzuri. Mambo ya kusindika haya ni hata sisi kijiji ndio tulikuwa tunahitaji watu wa design kama ya kwako. Uliniambia kwenye maelezo yako kwamba unatoka Azam, meneja pale wa masoko. Au katibu ninakosea? Sawa bebo. Sasa unajua sasa hivi dunia kidogo imebadilika hapa.
wawekezaji wengi wanakuja wanakuwa wababaishaji. Mwingine kuna huyu jamaa alikujaga na hii project yake ya kulima tangawizi, unakumbuka mjumbe? Tulikoseaga yule kumuuliza. Ila project yake nayo itakuwa ndio iliyosababisha ondoke. Ukiwa una project za tangawizi, maana yake unawe mwenyewe mwisho wa siku utaleta wizi. Maana yetu ni kwamba tulikuwa tunataka tujiridhishe. Labda sijui mjumbe Bwana Mtiki wa Boni alishakuonyesha kitambulisho cha nafasi yako hiyo ya afisa masoko? Unajua mwenyekiti, yaani huyu kijana alivyokuja na yale mazungumzo yake, yale maneno yake yalivyokuepo matamu, yalinipagawisha nikasahau hata kumuuliza kitambulisho. Sio tatizo. Dari yangu iko mbali. Labda ndio hapo tulikuwa tuko kwenye swala la kitambulisho. Nafasi yako hiyo, angalau tujiridhishe kidogo. Chanida. Hiyo namba yenyewe NIDA sijapata sembuse kitambulisho. Kupata namba ya demo sasa hivi ni rahisi kuliko kupata namba ya NIDA. Mbona utaratibu umeweka mzuri wanapotumia kupitia simu? Hivyo Kwa hiyo unataka kitambulisho cha kazini. Unataka kitambulisho cha Azam? Ndio mizabuni sasa hiyo. Ndio nachukua mizabuni, tunaingia mikataba katika makablasha na watu raia wale vijana wanapata ajira. Sasa sisi kama kijiji tunalibeba hilo jukumu. Ni wazo zuri, lakini hata sehemu ya kufikia. Katibu, katika zile nyumba zangu 3 nitatoa moja Bwana Mtiki wa Boni. Sawa kabisa. Atakaa pale. Na chochote kitakachotokea, jambo lolote, ukipata usumbufu wa aina yote, niko hapa mwenyekiti. Bwana Mtiki wa Boni, kuhusu swala la kulala ni jukumu letu. Uongo? Kipindi chote utakachokuwepo hapa. Unanigaia nyumba? Yote ya kwako kwa kipindi ambacho utakuwepo hapa kijiji. Sawa. Kwa hiyo swala la kula usihangaike. Nitakuwa natembea door to door, nyumba kwa nyumba. Nafika kwenye mlango wa nyumba fulani labda nagonga, "Wewe nani?" "Mimi Mtiki wa Boni, nimekuja kula." Hapana, usifanye. Unajua wewe ni mtu muhimu sana. Masuala ya kula atahusika katibu, atahusika mjumbe, wanawajua watu hapa. Utaikewa utaratibu, leo unakula hiki, kesho unakula hiki kwa utaratibu. Sasa samani mwenyekiti. Bila samani. Wewe kabla kuteuliwa kwa mwenyekiti ulikuwa ganeti zamani? Kwa nini umeniuliza hivyo? Au basi. Sasa katibu. Bwana karibu sana. Nimetoka na ndugu yangu hapa serikali ya mtaa. Serikali ya mtaa imemtaka huyu bwana ikakae naye kwa sababu ni mtu mkubwa. Wanasema ni yeye. Mtu mkubwa kwa sababu wanasema inaweza ikatokea tatizo hapa. Umeona? Labda akaumwa, akafa ghafla au majambazi wakavamia. Kwa itakuwa kesi, lakini serikali mtaa imemwangalia ikasema ni yeye. Yani kwa hiyo sijaelewa, anataka kwamba mtoe hapa wakampeleke sehemu isiyojulikana. Yaani mimi ni kama Almasi mchangani. Sema tu nilikuwa sijashtukiwa. Au Almasi Nyangasa. Ila mke wangu kwa hatua walichukua serikali ya mtaa, naona kama wameleta tamaa kwa huyu bwana vile. Ni tamaa, sio kama imeleta, hiyo ni tamaa. Kwa sababu gani? Mume wangu hapa inabidi sasa tuandikie gharama tulipe toka kipindi tunaanza kumhudumia mpaka alipofikia. Hapo ndo naamini kwamba duniani wengine wameumbwa na Mungu, kuna wengine wameumbwa na shida. Unanielewa? Sasa vipi ndugu yangu kuhusu nani zetu zile? Mimi naona tuanze tu maandalizi ya safari mnipeleke. Vipi yani kuhusu nyumba na gari? Labda vipi kwenye ile ahadi yetu? Si unajua wanasema ahadi ni deni. Kwa sababu hapa tunaona si wema tulikutolea na wewe wema wako ambao ulisema utatutendea. Aturudishie sepetu. Kwa sababu hapa naona kama anataka escape.
Nyumba na gari. Well. Nyumba na gari. Nitawaletea nyumba na gari. Nitawaletea. Unajua Waswahili wana misemo mbalimbali. Ndio. Wanasema kuwa ahadi ni deni. Ahadi ni deni, kwa maana kwamba unapoahidi hakikisha unaitimiza ile ahadi kwa kulipa. Na lakini hawajabaki nyuma, vile vile wakatoa dawa. Msemo mwingineo kama mbadala, wakasema dawa ya deni kulipa. Kuna wengine wanasema kukimbia. Hiyo kama imeshindikana kulipa. Kwa kama mtu kashindwa kulipa ndo ile kukimbia. Lakini pia naona mimi kwa binafsi yangu naona kama kukimbia unajichosha, kwa sababu mdeni hafungwi. Hasa kwa nini ukimbie? Umenielewa? Kweli mdaiwa afungwe. Kwa sababu kwa nini mdaiwa afungwe? Anapoahidi anakuwa ameahidi kwa mapenzi yake. Mwenyewe hakulazimishwa, hakufosiwa. Ila msijali, hizi kauli zangu zisiwatatize. Ahadi iko vile vile. Nasikia kwa sababu nyinyi ndio mlionifanya mimi leo ning'ae. Ni kweli. Nyinyi ndio mlionifanya leo mimi nionekane. Msingenipokea, ina maana nisingeendelea kusurvive katika hiki kijiji. Ningeonekana na nani? Serikali ingenijua, isingekutambua. Sasa kwa hiyo imekuja imeniona performance yangu katika nyumba yenu, jinsi tunavyoishi, wakaona huyu mtu akija katika mikono yetu tutakuwa sehemu tunaweza tukafanya kitu kikubwa zaidi. Mimi nimekuelewa. Kwa sasa hivi tunafanyaje kwanza sasa hivi? Labda tutumie kinga tu. Kwa sababu hatuwezi tukafanya bila kinga. Basi sawa. Naona maandalizi. Tutumie kinga hiyo ili upate kwenda. Kweli mpaka natoa nyumba mimi nimekushiba. Uongo katibu wangu? Kweli kabisa. Mjumbe, mimi natoa nyumba nampa mtiki wa boni mimi. Hii yote ni kwa sababu ya heshima ya kijiji. Sasa kumleta huyu bwana mtiki wa boni. Hata ilani ya chama inavyozungumza, hawa ni watu wa kuwapa, wanaita first priority, nafasi ya mbele. Sasa hii nyumba ni kama roboweka. Huyu ana uhuru wa kufanya chochote hapa. Sawa. Na kitu chochote hapa wanamtiki wa boni. Chochote kijijini hapa kitakachokukuta mimi nabeba dhamana. Sawa. Na hata ilani ya chama inazungumza watu kama hawa ni wakumbatia. Unamkumbatia mtu kama huyu. Kweli kabisa. Kwa sababu huyu hii fursa anaoleta hapa kijijini angeweza kupeleka katika kijiji kingine. Mashamba yapo, hayatumiki. Mashamba hayatumiki. Yaani wewe sio ukwaji chochote unachotaka kufanya. Hata ukija hapa na mradi wako mwingine wowote ukasema kijiji kizima tulime miwa, hamna shida. Kama miwa kuna sehemu nalimisha Matombo. Molo hiyo. Kule wanalima miwa, ikifikia hatua ya kuvunwa ile itavunwa, nitaichukua, nitaisafirisha na mafuso, nitaileta mpaka hapa. Hapa italetwa kwa ajili ya kupara. Kupia. Kazi ambayo nitawapa nyinyi itakuwa ni kupara miwa. Ndio sawa. Hilo jambo zuri sana. Kupara miwa. Safi. Alafu najua wewe hapa kijijini kidogo mgeni. Wewe ni nakupa first priority. Si tunaelewana katibu Yaani ninakupa nafasi ya mbele. Mimi ndo mwenyekiti Mr. Mongela. Katibu namuona hapa. Wote tuko pamoja na wewe. Haya basi asanteni. Haya. Sasa mimi ndo naenda au nabaki? Sasa hivi. Asante. Sasa hivi. Asante. Utakachojisikia. Haya, mnaweza mkaenda. Okay. Anyway, kwa sababu tumekukabidhi. Halina shida. Sasa huo mlango kidogo wa choo huo ufungaji wake kidogo unahitaji balance kidogo. Lile taulo lako pale utakuja kulitoa baadaye. Tumia. Ile sina shida nao. Lile ni la kwako, yaani kila kitu ndala wewe tumia.
Itabidi lakini nilifue na maji ya moto. Vyovyote utakavyotaka hata ukipigia deki sawa. Sawa sawa. Yes. Yes. Ya kwangu. Yangu hii. Asante! Wow. Wow. Asante. Unajua nimekuja hapa. Nimegonga mara ya kwanza, nimegonga mara ya pili, mara ya tatu kimya. Nikaenda hivi. Hamna mtu. Nikarudi tena hivi, hamna mtu. Sasa naangalia mara ya pili na kuna kitasa. Kumbe mwanzo wakati nagonga kitasa sijakiona kama mmetia loki. Niko huko nyuma nafanya usafi. Unafanya usafi? Unajua tuna asubuhi kama kawaida hapo. Kama kawaida. Naona mshatoa kitu. Kama kawaida, tunajua mambo yetu. Faster. Hatari. Wale mguu wangu mbaya. Umeona? Mguu mbaya. Dada Sam. Sada fresh. Maana soko kunenepa huko. Bwana we. Unajua tatizo lake kitu kimoja, ndio watu wananenepa. Maji ya kunywa amila. Chai amila. Chakula amila. Ukienda dukani kununua soda amila. Ukinunua biskuti amila. Sijui unga ngano amila. Sijui kile kitu amila. Nyumba unaopanga amila. Toileti amila. Yaani mambo yanakuwa amila. Ukana mnafaidi huko kaka. Ya, tunafaidi. Karibu. Safi. Haya, mama yuko wapi? Bikubwa kama kaida shamba. Jamani. Yule mama atakuja kufia shambani. Umeona? Yule mama atakuja kufia shambani. Mimi nimeomba mwaka huu pumzika, hata kusikia. Mimi ndo maana usitaki kuolewa. Toka baba yenu afe, mimi nitakuwa hivi. Mimi nataka olewe atulie nyumbani. Unaona? Karibu kaka. Fungua tena. Karibu. Open the door. Anza nikafungua mimi kukutana na nyoka. Chuma ndio kimeingia sasa. Nakuona baba. Sikiliza wanangu. Nipe ramani za kijiji kwanza. Ndugu yangu, nipe ramani. Iko hivi. Kuna mahali mwanangu mpya. Nakupanga. Ndio. Mwanangu mashine mbichi. Inapiga pande zote. Inasaga. Wewe. Inakokoboa. Ndio. Inasaga. Wewe. Pande zote hiyo. Yaani kote baba. Inapiga hiyo. Inapiga kote. Kote yani inapiga. Unasoma? Yaani mwanangu
Wewe sio umeingia? Baba, goma ndo limeingia. Ndio maana nikasema hapa nisiende sehemu yoyote. Yaani baba bado wa moto. Hata kupoa sijapoa. Nikasema hapa safari kwanza maskani. Kwa wana. Sasa sikiliza wanangu. Sasa kwani kuna jambo gani? Sikiliza. Ndio. Tulia. Wewe sio umefika? Mimi ndo nimefika baba. Baba ndo nimeingia. Na bado wa moto hata sijapoa. Au sio? Bado wa moto. Sasa kama umefika kwa wana, ndio. Wewe nenda. Sio mara nzuri. Alafu kishaenda rudi hapa. Nataka nipite mtaani kwanza wanione. Au sio? Wajue jamaa kaingia, chuma kaingia, chuma kimeingia, chuma kimeingia. Yaani mwanangu kama nakuona. Mwanangu hili kama goma la Manzese. Nalikubali. Hii ngoma sio kwinyo wala ngoma sio baba mwenye nyimbo hoja nikomoa. Hili goma la Manzese. Unaelewa? Dela hapa baba. Mwanangu unatiwanga viwanga. Yaani hapa kama msibani, huku unalia huku unakatika. Oya, ngoja niingie hivi. Haina noma. Oya poa. Hamna noma. Ndio katibu. Ndio hivyo. Mjumbe nakosea. Mpaka kwenye mnazi ule. Sasa. Kilonzo. Oya Kilonzo. Kilonzo bwana Kilonzo. Oya. Tangu Kilonzo. Yeye ndio yeye. Kilonzo vipi mwanangu? Tunavokutafuta. Yaani juzi limeingia Fuso mwanangu. Fuso matela haya matatu. Kila mtu hoya mbebaji mkubwa Kilonzo yuko wapi? Kilonzo yuko wapi? Mwanangu umetafuta Kishenzi. Upo huku? Umekujaje huku? Wewe ni nani? Oya Kilonzo uko na Wewe kijana sikiliza. Usituharibie mipango yetu. Tafadhali usituharibie mipango yetu. Huyu mwanangu, usituharibie mipango yetu. Wewe nenda na shughuli zako. Huyu sio Kilonzo, huyu anaitwa Mtiki wa Boni. Laza huyu sasa hizi nimesema hivi. Usituharibie mipango yetu. Huyu Kilonzo. Huyu Mtiki wa Boni. Tuko naye Tandale kwa wewe unanijua mimi ni nani hapa? Unanifahamu mimi ni nani? Wewe unajua mwenyekiti. Ndio, kama unanifahamu mwenyekiti usiniingilie kwenye mambo yangu. Tuko naye Tandale kwenye mizigo. Naomba uende. Yule Kilonzo amechambuso ni angalie. Mtiki wa Boni. Dar es Salaam sisi ndo tunamweka mjini. Dar es Salaam akiwa anabeba mizigo sisi ndo tunamtwisha. Sisi ndo tunamtafutia watu wakumpa tenda kata. Hebu subiri kaka. Unasema anaitwa nani? Mfupi hivi. Ana kichogo. Ana uwalaza unamtembelea. Anaitwa Kilonzo. Nimekuja namuita. Anadifanya hanijui Kilonzo. Why Kilonzo hanijui mimi? Kwa sababu huyo ni mzungumzaji Kilonzo. Sisi hapa kijiji tunamtambua kwa jina la Mtiki wa Boni. Nani? Mtiki wa Boni. Sikiliza mdogo wangu. Yule haitwi Mtiki, haitwi Mpata wala Mkosa. Yule anaitwa Kilonzo. Hapana. Na yule professional yake kubeba mizigo Tandale Dar es Salaam. Mimi namjua vizuri. Sasa nikwambie. Huyo Kilonzo unamzungumzia yeye kati sisi tunamtambua kwa jina la Mtiki wa Boni. Hapa kijijini kwetu ameshajiliwa na ana elimu nzuri kabisa. Isitoshe kaka, ametuahidi kwamba atujengea viwanda. Kwa hiyo vijana hapa kijijini wote utapata ajira kupitia hivyo viwanda. Sasa kaka utamzungumzaje hivyo vitu? Mdogo wangu, yule hapa anataka kutapeli. Mdogo wangu yule anataka kutapeli. Na chonde, naomba usikiamini chochote anachokizungumza yule bwana. Mimi yule namfananisha na wale nzige wanaovamia wale. Yule hapa kaja kuvamia, yule ni kama nzige. Mimi namjua Kilonzo. Kilonzo Dar es Salaam ni mbeba mizigo. Tena mbeba mizigo kabisa. Yaani yule ni kuli, professional yake ni kuli. Chairman. Dogo hilo dogo hilo utasijali. Mimi ndio vitu vyangu. Kwa sasa hivi sinatafuta watu wa kuingia nao midhabuni. Nikishaingia nao midhabuni. Hivi vitu vinaenda kwa maandishi. Masuala ya contract sasa hapo. Ili mtu baadaye asije akaruka. Chama. Kila mmoja mbebaji mkubwa Kilonzo yuko wapi? Kilonzo yuko wapi? Mwanangu umetafuta Kishenzi. Upo huku? Umekujaje huku?
ila uchambusa huyo. Inaonekana wanangu mna vikao vya siri. Unatoka nilipokuli nikaona waangalia wanangu nikasema wanangu wanajadili nini? Wana discuss nini? Inaonekana nyinyi kikao chenu cha chini kwa chini. Yaani mnataka kupindua nchi. Yaani nyinyi sana wale wananili ya hivi inaitwaje lele? Crow. Yeah. Oya tuacheni naye. Oya sikiliza. Mnamfahamu huyu nani huyu mshikaji nani? Nani huyu? Mitikia Boni, sio Mtiwa Boni, sio Mitia Boni, sio Mitikia Boni. Mitikia Boni bwana yule mfupi yule. Yule anaitwa Mtikiwa Boni. Mtikiwa Boni. Yule mwanangu mimi namjua vizuri. Wewe rafiki yako Mtikiwa Boni? Baba Mtikiwa Boni kwanza sio kumzungumzia kabisa. Yaani yule jamaa hatari. Yaani mshikaji mimi namkubali kishenzi. Unaelewa? Yaani wewe inavyosemekana yule bwana Baresa hapa, yeye hapa. Yuko wapi? Sio hapa. Okay. Katika mipango yao kutengeneza miundombinu. Wewe yule mwanangu achana naye. Yaani wewe uko vizuri kishenzi rafiki yangu. Hivi ninavyokuambia hapa kijijini hapa atakutuletea maendeleo. Ushaelewa? Ataka kujenga bonge la kiwanda. Kwa ajili ya kusimika matunda na nini, si unajua? Ngoja niambieni kitu kimoja. Mimi yule bwana namjua vizuri. Yaani namjua vizuri, namjua A to Z. Yaani namjua A to Z. Mtiki huyu wa Tanzania bwana. Unajua wa Tanzania ni watu ambao mimi nawashangaa sana. Unajua anaweza kaja mtu humjui, anaweza hata akawa adui, unampokea unampa huru, anaweza kaingia ndani akakulipua au mwenye nyumba ndo ukawa kwanza kufa. Yule bwana mimi namjua vizuri. Kwa nini unasema hivyo? Yule bwana haitwi Mitikia Boni wala Mtikia Boni. Yule bwana anaitwa Kilonzo. Kilonzo? Yule bwana namjua vizuri. Yaani namjua A to Z. Yule bwana anaitwa Kilonzo na kule town yule bwana ni mbeba mizigo. Baba hiyo kamba. Umefananisha mwanangu. Yaani umefananisha. Kilonzo huyu. Baba, nisikilize. Kilonzo huyu tutategeta kwa ndevu. Kilonzo huyu. Eti Baresa hapa, yeye hapa. Unataka kuniambia anafanya kazi gani mjini? Yule mbeba mizigo. Babu bwana acha uongo bwana wazingua bwana. Fanya mchunguzi hapa na kidaka. Kwa ajili ya magunia. Baba. Sio risasi ile kwa ajili ya pesa zile. Usitufunge kamba baba. Yule mimi yaani jamaa Doni, unajua Doni? Yule jamaa yuko vizuri. Sasa unataka mbeba mizigo? Kilonzo huyu. Babu unatufunga kamba, unazidi sasa kutufunga kamba. Sasa sikiliza ninachokifanya. Mimi sasa ninachokifanya, yule mimi nataka nimdhalilishe kijiji kizima wajue historia yake. Yule asake kuja hapa kijijini kuja kuwatapeli watu. Mimi nitakuja hata muziki wa PA ipite gari kama show inapita kutangaza mtaani. Yule pale yule. Mimi namjua vizuri Kilonzo. Mimi namjua Kilonzo. Haya. Sawa. Basi baada ya kikao nitakupigia tena mheshimiwa. Sawa bosi. Haya. Bosi. Huyu. Tamani ni kidogo jamani. Naona niko na furaha natoka kuongea na mnene hapo. Vipi amekubali? Kakubali. Nimeshaongea naye mimi. Unafikiri ninapomfikishia jambo fulani mimi atapinga ili weje wakati mimi ndo master plan wake? Katibu. Kwenye hili ndugu yangu. Kwenye hili bwana. Kwenye hili. Hakuna kitu hivi. Hakuna kitu hivi. Mimi nimemaliza kwa upande wangu. Ili swala wanalitamani watu wengi. Yaani mimi wanalitamani wengi. Hili ni jambo ambalo mtu hawezi akakataa. Ni kitu kizito hiki. Ni kitu cha maana. Ni kitu chenye umuhimu kinaenda kuinua mamilioni ya watu wanaoishi katika hili eneo. Katibu. Mamangu tumetoka. Yaani ukisikia kulala maskini kwa mkatajiri ndio kama huku. Usijali. Nyumbani hapa. Usijali. Ndio vitu vyangu hivi mimi. Hata sauti iwe ya chini. Sitaki watu waone gere. Sitaki watu waroge. Vitu hivi vinaenda kisiri chini ya maji. Unanielewa? Labda niwape kitu kingine. Amesema anatakaje kuishi huku atajenga nyumba. Tumpeni eneo. Imepita hiyo. Anakuja kuishi huku kwa ajili ya kusaidia watu. Baresa mwenyewe. Awe karibu na watu wa huku. Anatoa misaada kila Ijumaa. Katibu. Niwani yangu
Tuwekeni airproof hapa. Naona miwani zinapeperuka. Hoteli tutashughulikia. Usiwe na wasiwasi. Airproof inatakiwa huko. Na kosa tu la kawaida peleka sana. Sasa nawaomba atakapokuja, unajua kiongozi fulani au mtu fulani mzito, bosi, anapoenda eneo fulani huwa linawekwa katika mazingira fulani ya hadhi yake. Kuna kipindi alikujaga rais wa Amerika Bwana Trump. Barabara zilisafishwa, miti ilikatwa, wanyama walifungwa bandani, wakina mama walivaa vizuri, walipendeza, boda ziliondolewa mijini, barabara ikatiwa lami, yani kulipendeza. Bendera za Marekani na Tanzania zilishamili katika mitaa yote kwa sababu walikuwa wanakuja mtu mzito. So, ladies and the gentlemen, ninachowaomba tufanye kitu kimoja. Wakati anakuja huyu bwana, kijiji chetu kipendeze. Hatuna uwezo wa kuweka lami sawa, anajua. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya sisi ni kusafisha mitaa yetu, makopokopo, majani, jiwe, mbumbu, vyote vinatiwa kapuni. Mnielewa? Liko kwenye imaa yetu sisi. Kwa hiyo kinatakiwa kifanyike kitu. Ili hata akija anaona kabisa hawa ni wana kijiji wanaojielewa, mazingira wameweka safi, natakiwa na mimi niende nao katika mazingira safi hivi. Unapoweka 5,000 usitarajie kupata milioni. Ukiweka 5,000 tarajia kupata 10,000, 20 kuja chini. Ukiweka milioni tarajia hata milioni 10. Inakuwa vipi ukiweka laki? Mmenielewa sijui? Nimekuelewa vizuri. Nimekuelewa sana. Makofi tafadhali basi. Sasa ile kuna ile waboni, mtiki, waboni, mtiki, waboni, mtiki, waboni. Tunasema kwa tashi nyingine ambayo iko pia. Bwana ushaanza. Bashemu kama hapa nakushaka ba mtu bale banakaa 10 ndani 10 nje. Baki kushika moja akikushika tu bale kama mtu mmoja anafaa hivi. Akifaa hivi tu banakuja na mafuta. Bwana acha msema chumba ndo mangapi? Ishe ndo hii. Akifaa hivi tujue matokeo. Kama huko papo bie banatengeneza jumba 5. Jumba 5 wewe ndio unachagula. Jumba moja kana kuwa guest, jumba moja kama anakuwa anakaa mtu kwa ajili ya makazi ya kawaida, jumba nyingine kama anatumia kwa ajili ya kuweka nguo, tojua Bakongo vile wanapenda kuvala. Nguo moja wanachagua kwa ajili ya kuweka manguo, chumba anaweka viatu, chumba nyingine tu anaweka mashuti tu makoti ya shuti, chumba nyingine anaweka mafuana, chumba nyingine anaweka shendo. Jumba hiyo moja tu banatangaza manguo huko ndani. Hata wewe mwenyewe kama unataka nakuja nakala Kongo wiki banarudi Tanzania banakala, mimi nakala Kongo nakupa biashara banakuya huku. Kongo tayari banafanya mipango. Nishamupigia matele Miriam Rushema, mtoto Rushema nishamupigia bashimu. Mtoto ya Bero hapo rekebisha hapo bana Miriam maviwanja bajili ya kujenga na mbeko bie batashimamia. Mama na siku nyingi. Safi tu za huko Sada. Sitamshukuru Mungu. Umependeza. Mama mambo ya Kongo hayo. Kweli hayo mambo ya Kongo, maana sio kwa kupendeza huko. Unajua Kongo kama unapata bana mke, lazima tu anaambiwa lazima mutunze. Lazima umulete tu muhendo, bwana mke banakuwa bia kwa kila kitu, unamwangalia kwa uja mishoshi, bia na kuvala. Tuna anampeka kwa shopping na ananiambia kabisa nataka yeye, namwambia chukua hii duala hii, jero mnunulia kwa shikio. Lakini naambia Tanzania hapa tatizo moja, watoto batatengeneza baya batakuwa banazungusha namna hii, batachezea. Ashema shari Tanzania imeaimika. Mama nashukuru. Unajua tu kama yaani wa Kongo wanazungumzia wana upendo sana. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kupata mume anakupenda, ushukuru sana Mwenyezi Mungu. Kongo ni kama India. Kongo, wajua Kongo ndio mtu banajua sana kupenda. India kama mtu banataka maji ya kuoga banamwambia mke yake yenyewe. Banapeleka maji kwa mashongi kwa choo. Kongo pia wenyewe bako hivyo. Ndio maana banaimba sana majimbo. Kongo majimbo banaimba miaka 60 huko mpaka leo banavuma. Lakini Tanzania hapa majimbo moja mpaka leo banavuma ile anaimba shu. Tanzania ndio jimbo mpaka leo navuma, lakini majimbo yote yanapotea. Bwana basi, maana huyu akianza kuongea hapa ataomba sana. Kama mzalamu. Basi maujue sisi tulikuja tokea juzi. Umefikia wapi? Tumefikia huko guest kwa sababu bado hatujapata makazi maalum. Mume wangu ndio alisema tuje ili tuanze kufanya mipango ya
kutafuta sehemu ya kujenga. Jamani, Sada mnajenga? Ndio mama. Jamani ongeleni maana mmetoka kwenye nyumba za kupanga mpaka kwenye kujenga. Tunataka hapa Tanzania hapa tunajenga nyumba 5, Kongo pia tunajenga nyumba 5, hata tunakala Kongo wiki 2 tunakuja Tanzania wiki 2 kana fungua biashara huku. Mke wangu nakuwa huko mimi nakuwa Kongo. Tunabadilisha mabiashara natoa Kongo na hata Tanzania, Tanzania peleka Kongo kwa ajili ya kutengeneza mapesa. Jamani. Basi kama alivyokuambia mume wangu, nikaona bila kuja kukusalimia mama nitakuwa sikufanyia kabisa. Jamani mimi nashukuru, mimi nipo hapa kama mlivyotuacha tupo. Basi sawa mama, si tusikae sana kwa sababu leo nimekuja kwa ajili ya kukusalimia. Kuna mambo mengi ya kufanya sasa hivi. Kabla hujaondoka Sada. Kuna mkaka hivi alikuja hapa kuulizia. Amekuja hapa kuulizia akatoa picha yako, amesema kaka yako. Kakaangu. Kasema anaitwa nani? Yule mkaka amesema anaitwa Mtiki wa Boni. Alikutaja jina lingine labda? Hapana, hajanitajia. Yukoje? Lakini yule mkaka yuko yani mfupi, ana macho manene hivi. Alafu akiongea anaongea na yani anaongea na kitembe hivi. Mimi tunawajua. To mko na yo bamutu ba hivyo. Bamutu banatumika kwa ajili ya maduka, kukala kuita wateja. Bana. Banakuwa na ulimi bana. Hebu acha mambo yako. Mama. Mimi kakangu ni mmoja tu. Naye ni muda mrefu sana sijaonana naye. Anaitwa Kilonzo. Kipindi hicho kabla sijaondoka alikuwa akiishi Dar es Salaam. Alikuwa akifanya kazi kuna sehemu inaitwa Kariakoo. Yeye ni mbeba mizigo. Basi na mimi mwenyewe nisikulazimishe sana, maana yake yule kaka alokuja ni mashallah. Kaka yake ndo anasema kama hapana kuwa na mbee kuwa na nyuma, ni kama kitumbua venye naishika hivi. Kitumbua hapana kujulikana mbee wala nyuma. Hebu tuachane nayo mama. Ngoja si basi tuai. Kesho kutwa tunaweza kurudi tena. Jamani karibuni, nimebandika maharage basi pale jamani, msubiri atakula. Usijali mama, tunakuja siku nyingine. Ndo anapika maharage. Maharage baba. Baki kana kukutana na bamutu bangine banapika maharage unaisha kanuna. Doka naika kwa bakuli hivi. Doka makasha na kata pale ushanga na katika kwa bakuli. Hapana kuwa na ushikiano kabisa. Safi tu za kwako. Salama, shikamoo mama. Mama mzima. Mzima. Na wewe? Mimi nashukuru Mungu siwe. Tangu siku ile ndo kwanza leo jamani. Amna mama, basi nimesema kwenye mishemishe zangu hapa nizunguke afu nije nikuonya. Kweli? Kweli mama. Sasa huko unaelekea? Huku unajua kuna watu tokea nije sijaenda kuwaona. Kwa hiyo nimesema leo ngoja nipite nikasalimie mashoga zangu ili tuende sawa. Haya mkongo uko wapi leo maana leo kakuacha mwenyewe leo. Halo. Kaja hapo maneno. Usichelewe, simamie tena. Haya bwana. Haya mama, leo unaenda wapi jua kali? Mimi naelekea serikali za mitaa, pale kuna kikao leo. Yule meneja wa Balesa leo tuna kikao naye hapa na kijiji. Kikao hicho kinahusu nini tena? Kikao kinahusu nini sijajua, ila kijiji kizima hichi tumeitwa tukakae naye kikao. Umemsahau yule kaka alokuhadisia siku zile alokuambia Mtiki wa Boni? Siku ile pale nyumbani. Huyo. Leo ndo tuna kikao naye. Sasa yani ingekuwa vizuri hapa tungeenda wote tukamhakikishe je ndo yeye au sio yeye. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja mama. Hicho kikao ni saa ngapi? Kile kikao saa 10 na sasa hivi saa 9. Sawa. Mimi ngoja niende hivi. Maana tukisema tuongozane sasa hivi itakuwa uongo. Acha niende ili niwahi kurudi nije nimuone huyo mtu. Kweli utakuja? Mama nitakuja kwa sababu hicho kitu ni muhimu sana kwangu. Haya, mimi sina la kusema. Basi sasa ngoja mimi niwahi mama. Haya bwana. Haya baadaye.
Asalamu alaykum wananchi. Wa alaykum salam. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, leo ndo ile siku ya kikao yetu kimefikia, japo wananchi wengine bado hawajafika, lakini nitamkaribisha mwenyekiti afungue kikao hichi. Mwenyekiti, karibu. Jamani, habari za jioni kwa mara nyingine. Nzuri sana. Kama alivyonitambulisha hapa bibi yetu, mama yetu, katibu wangu Bi Kikumbi, naona meza kuu imetimia. Niko na mjumbe hapa, mama yetu tena bibi yetu Bi Meja. Jamani, tumepata bahati kubwa sana katika kijiji chetu. Hizi bahati kama hizi huwa haziji kirahisi rahisi, zinakuja kwa kutafuta, kutumia akili na mkufanya makosa kutuchagua sisi. Uongo mjombe katibu Sasa sisi ndo tunatafuta fursa, ndo tunatafuta nafasi, ndo tunatafuta watu wakubwa. Mnayemuona mbele yenu hapa, huyu ukimtazama unaweza ukamuona kama mtu mwepesi. Huyu anadili na matajiri wakubwa huko Dar es Salaam. Huyu amewashika kina Baresa kawaweka mkononi. Huyu amewakamata kina Moka waweka mkononi. Sijui kina James nani wale GSM wote huyu kawashika. Sasa kitu alichokuja nacho hapa kijijini kwetu ni kitu kikubwa. Kwanza inabidi tutazamane, je, sisi wote tunatoka sehemu moja? Kwa sababu habari kama hizi asije kaja humu kwenye kikao kuna mtu anatoka kijiji cha jirani akapeleka hizi taarifa, zitatugharimu. Amekuja na mradi wake, mradi mkubwa, mradi ambao utakiinua kijiji, mradi ambao utawasaidia wakina mama wajane, mradi ambao utawasaidia wakina mama kujiajiri na wakina baba kupata kazi ya uhakika. Haya ndio mambo ambayo serikali inataka wananchi wake waweze kupata nafasi kama hiyo. Sawa sawa? Tupo pamoja. Sasa ni mradi gani? Ni jinsi ya kusindika ukwaju. Ukwaju sisi tunautumia katika matumizi ya kawaida, kupeleka sokoni, kuuza. Ni matumizi madogo madogo. Huyu amekuja na mradi mkubwa. Kijiji chetu hiki chote tutatandika ukwaju. Kijiji kizima. Ulinieleza mtaalamu kwamba ukwaju ni tiba. Ukwaju kwa matatizo ya kina mama, sijui machango, sijui vitu gani, kwisha. Ukwaju unasababisha hata watoto afya zao ziweze kuwa vizuri. Mbali na hivyo, tutasambaza ukwaju mashuleni mote. Tupo pamoja? Sasa mimi nikiongea sana nitakuwa kama vile muongeaji tu, ambaye nitamleta mtaalamu azungumze. Bwana Mteki wa Boni, karibu sana kwa mara nyingine tena katika kijiji chetu. Karibu sana. Na huyu tumpe ushirikiano. Ndivyo ilani ya chama inavyozungumza. Karibu. Asante. Sasa hivi salama. Awali ya yote nipende kuchukua nafasi hii kumshukuru katibu, mjumbe na mwenyekiti wangu hapa Mr. Mongera. Hakuna kitu kipi ambacho mimi nitakiongea, ila nitapaka rangi katika yale maelezo, kwa sababu kila kitu ameshaeleza. Kifupi, mmepata bahati. Kijiji hiki kina bahati. Mmebahtika yani. Tumekuja na plan au niseme project ya midhabuni. Tutakaa na baadhi ya wanakijiji, baada ya kikao nitakaa na baadhi ya wanakijiji wamiliki wa mashamba kwa ajili ya kuingia midhabuni. Nitaingia nao midhabuni kwa ajili ya kukodi mashamba yao. Inaweza ikawa miaka 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 mpaka 100 na kuendelea. Kwa hivyo watu ambao watabahatika nikaingia nao mikataba ya hii midhabuni, maana yake moja kwa moja nikilichukua shamba sasa, mwenye mdhabuni wake atachagua awe mkulima, sawa, nitampa hiyo ajira baada ya kuchukua mdhabuni naye. Au akiwa hataki tu tuingie mdhabuni, sawa, pia nitachukua midhabuni kutoka
Kwa vijana wengine ambao hawana ajira, wataingia midhabuni na mimi kwa ajili ya kulima. Kwa hii midhabuni itakuwa inawanufaisha wana kijiji wote. Tunaelewana? Kweli. Tunaelewana? Ndivyo sivyo? Ndio. Hoi hai. Kwa hiyo hii midhabuni itawanufaisha watu wote. Vijana wa kijiji hiki hawatakuwa tena omba. Hawatakuwa tena wakabaji, kwa sababu ajira zitakuwa za kumwaga mpaka unasaza. Ajira zitakuwa za kumwaga mpaka mnaomba msaada kuwaajiri vijana wa vijiji vya jirani. Midhabuni itakuwa mingi. Wewe acha tu. Mtafurahi nyinyi. Lakini kuna kitu kingine. Hiyo ni project namba 1 ambayo ni project ya ukwaju, ambayo ndiyo ambayo imesababisha mimi kuwa eneo hili jioni ya leo. Nafikiri tunaelewana. Mdhabuni wa pili, tukiachilia mbali ukwaju, kwa sababu ukwaju unatibu vitu vingi. Ukwaju unatibu vitu vingi. Lakini ukwaju hauko peke yake. Una wenzake. Kuna kitu kinaitwa aloe vera. Nadhani wote mnaelewa aloe vera.com. Naelewa. Dochvele. Wote mnaelewa aloe vera. Aloe vera nayo ni kitu ambacho kinatibu na kutengeneza bidhaa mbalimbali. Kuna aloe vera oil. Kuna aloe vera perfume. Sema baba. Sijui mnanielewa? Ndio. Tunaelewana? Aloe vera, kuna mtu mmoja anaitwa Vera Sidika. Inamhusisha moja kwa moja aloe vera. Dochvele. Vile nimesikia hiki kijiji mnacheza sana karata. Hamtakiwi kucheza karata. Ukiwa unacheza sana karata, ukikaa, kwa sababu karata ni lazima uwe umekaa. Unapokaa chini kwa muda mrefu, maana yake ni kwamba una ugonjwa mmoja unaweza ukakukuta unaitwa albastini. Huu ugonjwa wa albastini unasababishwa na kucheza karata kwa muda mrefu, lakini tiba yake ni mwarobaini. Unasema? Amna. Hayo si nilishakwambia kule ofisini. Mbona unakuwa na kielele tena? Hapa nimekuja kwa ajili ya kuongea maneno mapya. Wewe ndio unatakiwa uwe balozi wa kuwasambazia hawa door to door, unapita unawaambia habari nilizokuambia ambazo hapa sijaziongea. Hapa naongea vitu ambavyo wao hawavijui. Unakuwa mawapi mwenyekiti? Punguza mwili huo. Kwa hiyo wana kijiji, mtapata faida kubwa sana kwa mimi uwepo wangu katika hili eneo lenu. Sawa kabisa. Ajira zitakuwa za kumwaga. Kila kitu kitakuwa cha kusaza. Tumeelewana? Ndio. Mmenielewa vizuri? Nimekuelewa. Kwa hivyo awali, baada ya kuongea yote hayo, nafikiri hivi niachie hapa ama niendelee? Kama kuna jambo umebakiza malizia. Toa sauti basi mwenyekiti. Kama kuna jambo umebakiza malizia. Sawa. Sasa basi wana kijiji, mimi nafikiri nimeeleweka vizuri. Mmenipata vyedi. Kinachofuata sasa ni utendaji. Wazungu wana msemo wao. Wanasema serious action. Yaani vitendo vinaongea kuliko maneno. Sema baba, lindima mitiki ya boni, lindima. Kwa hivyo nitatenda. Asanteni sana. Okay, sasa itabidi usimpe nafasi wewe. Labda ana maoni ya kutoa. Atachangia nini yule? Nakupa dakika chache. Ongea mara moja kwa haraka, sawa? Mimi kwanza nashukuru meza kwa kunipa hii nafasi. Jamani, mimi swala langu lile. Mimi nimezaliwa kwenye kijiji hiki hapa, nimekulia kwenye hiki kijiji. Napenda maendeleo ya kijiji hiki hapa, kwa sababu yanafanyika hapa, mimi napata sifa huko ninavyosifiwa kijiji chetu. Jamani, narudia tena. Huyu ni Petro. Ipo siku meza kwa atakuja kuwakana mara 3 kama Yuda. Kweli. Mimi nakwambia kweli.
Kilonzo. Kama wewe. Kilonzo, unijui Mchambuso? Unanielewa ninachozungumza? Mwenyekiti. Bwana unaua mende kwa nyundo. Sikiliza. Kijana mpuzi sana wewe. Baada ya kikao, tuma vijana. Wanamuua huyo. Ua. Usiniharibie kikao. Naona unazidi kunifuatafuata mpaka huku. Usimuingilie mzabuni kwenye mambo ambayo tulipofikia, tumefikia mahali pazuri. Kaa chini kama una la kuongea. Kama la kuongea, kaa chini. Kama la kuongea unakaa chini. Wewe ndio mwenyekiti. Mama, sihitaji tena swali. Nimetoa nafasi, mmezitumia vibaya. Sawa? Sihitaji tena maswali. Kilonzo. Dasada. Kilonzo kakangu. Dasada. Wewe, mwenyekiti. Dada yangu huyo. Kilonzo. Jamani. Wewe umebadilika. Bwana, mtamani nikuone vizuri. Kilonzo ni wewe kakangu. Ni mimi, angalia hata mikono yangu. Unaniona? Kongo pamekupenda. Nimesikia unatoka na Mkongo. Umeolewa Kongo, unaishi zako Kongo pale, umeama pale ninapopajua. Aise, umebadilika. Kilonzo kakangu. Mimi sitaki kuamini kinachokiona kwamba bado hujaacha uongo wako. Wewe ndo mtiki wa Boni? Huyo msomi anayejuana na Baresa, anayejuana na matajiri wakubwa, ndio wewe? Wewe na kusoma wapi na wapi kakaangu? Halafu uongo utaacha lini Kilonzo? Hebu angalia watu walokaa hapa. Unanikonyeza mimi linaongea uongo wako? Na kuiza unanikonyeza linaongea uongo wako? Huyu mama mimi aliniambia, mama mwenye nyumba, leo nije hapa. Kumbe mimi leo kuja hapa ni sana kutoa majibu kwa hawa watu. Uongo unakusaidia nini wewe Kilonzo? Uongo umezaliwa nao tokea kipindi hicho. Nikajua ushakuwa mkubwa, umeacha hayo mambo. Alafu Kilonzo, hebu angalia watu walokaa kwenye meza. Hawa ni watu wazima. Ni sawa na wazazi wetu hawa. Wewe unawadanganya ili iweje? Mimi niko naongea na wao huko. Yaani wewe unawadanganya hao ili upate nini Kilonzo? Unapotezea muda wao. Unafikiri hao watu wana mambo ya kufanya kama wewe? Kilonzo, mimi jambo limenikera sana. Sana kuliko unavyofikiria wewe. Na linaniuma. Hiki kitu kimeniuma. Tena kimeniuma sana. Kumbe so dadangu hata nini? Nimemfananisha mwenzangu. Ujue alivyokuwa anakuja hivi kutokea mbali alivyokuwa kule. Anakuja, yani inakuja afu inakata. Inakuja afu inakata. Sasa unajua nimekuja kugundua wakati anaongea sana hapo. Wote tunaweza wakawa wanafanana muonekano lakini sauti zikawa tofauti. Umenielewa vizuri mwenyekiti? Afu mwenyekiti. Watu kama hawa usiwa unawaalika katika vikao kama hivi. Hivi ni vikao vya kimaendeleo, tunajadili mizabuni ya biashara na kuwafanya wanakijiji wawe na power kubwa katika vijiji vingine wakienda kutembelea. Ni vikao vya kutengeneza pesa. Hasa watu kama hawa wanaokuja na haribu vikao, unatakiwa ukemee. Kikao kingine ukiitisha weka askari. Bwana Chambuso, Bisada, naomba tuongozane ofisini. Uliosema una uhakika nayo? Mwenyekiti, sioni sababu yoyote ya kuwadanganya nyinyi. Kilonzo ni kakaangu. Huyu aliyekuwa anatuendesha sisi. Na yote nilowaambia ni ukweli mtupu. Mmeona serikali, mmeona? Mimi nimesema mkaona mimi muuni, mimi mwizi. Wewe Kilonzo, wewe utasema ukweli. Kilonzo, unanigeuka mimi mbele ya viongozi. Unanikataa mimi. Na kuita Kilonzo, naonekana nina shobo. Mwenyekiti, ulisema unaita defender. Umeona madhara yake? Mmeona kina mama? Huyu hapa anaitwa Kilonzo, aka Forklift. Tandale pale ukifika sokoni, ulizia Kilonzo aka Forklift. Tena mpaka mtaani kaandika ukutani
forklift kapita Kilonzo. Na kwa siku moja anabeba lori 8 peke yake viroba hapa. Wewe muongo. Mangapi unabeba? Wewe. Ya, kalinga muziki. Sio 8. Sio 8. Funga mdomo wako wewe. Tena usiongee. Nyamaza. Malori mawili tu. Sema ukweli. Na mwenye kitu nikwambia kitu kimoja, watu kama hapa Dar es Salaam wako hivi, wafupi hao, wana majina yao, utasikia si Steve, Nyerere, wao bize na viongozi. Ukimwambia nipe namba ya kiongozi fulani, kakupa pasta. Sema ukweli. Mawili. Ututapeli sisi. Vanessa. Wewe utajua nini cha kukufanya. Yeah!